Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Mwaka 1992 baada ya taarifa au ripoti ya tume ya Jaji Mkuu Nyalali ilipowasilishwa kwenye mkutano wa tarehe 18 Februari mwaka 1992 ambapo Halmashauri Kuu ya Taifa ilileta mapendekezo ya kuomba mkutano mkuu wa CCM wakati huo uridhie nchi yetu iingie katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ripoti ya Jaji Nyalali ilibainisha kwamba 80% ya Watanzania waliotoa maoni walikubali kwamba nchi yetu iendelee na mfumo wa chama kimoja chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini 20% ya Watanzania waliotoa maoni yao walitaka nchi yetu iingie katika demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Kama unavyojua, demokrasia yote makini au demokrasia ya kweli inawapa wengi ushindi, lakini inatoa mwanya wa kusikiliza walio wachache. Hata katika mijadala wengi wataamua, lakini lazima wale wengi waheshimu mawazo na maoni ya walio wachache. Demokrasia ya kweli pia inaalika kukubali kutokukubaliana, na wale wachache ambao ni wachache katika maoni wanapewa nafasi ya pili na ya tatu kurejea ushawishi walio wengi kukubaliana na msimamo wao. Kile msimamo utakao kuwa umepita kwa wakati huo utakuwa ni msimamo walio wengi. Kwa hivyo kukubaliana wakati ule Chama cha Mapinduzi kuonyesha ukomavu wake wa kwamba ni chama cha demokrasia, na wakati huo kwa ushauri wa muasisi wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na uongozi shupavu wa rais wa awamu ya pili Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mkutano mkuu huo wa tarehe 18 mwezi Februari mwaka 92 utafakari hoja na haja ya nchi yetu kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hotuba maarufu ya Mwalimu na ushauri mkubwa aliofanya, kwanza kujenga uelewa pamoja miongoni mwa viongozi wa chama, wanachama wa Chama cha Mapinduzi na raia wa Tanzania kukubaliana kwamba Chama cha Mapinduzi iridhie mfumo wa vyama vingi, lakini Chama cha Mapinduzi kiongoze mageuzi haya makubwa yaliyokuwa yameasisiwa na uamuzi huo na uamuzi wa mkutano mkuu. Kwa hiyo Mwalimu alisema mabadiliko yoyote makubwa yanahitaji kiongozi, na akasema tunaamini kwamba CCM anaweza kuwa ndio kiongozi sahihi, kwa sababu kwanza maoni ya tume ya Nyalali yanaonyesha kwamba CCM bado inakubalika. Ndio maana 80% walisema wanataka waendelee na mfumo wa chama kimoja. Lakini tukasema pia tuheshimu maoni ya wale 20%, tusubiri waongezeke. Maana wakiongezeka mwisho tutakosa kiongozi atakayeongoza mageuzi yale. Na Mwalimu akasema CCM ya sasa ina nguvu, ina umoja, ina mshikamano, inakubalika, kwa hiyo itakuwa ndio kiongozi wa mageuzi haya ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na kama mnavyojua, unaweza kuwa una mawazo mazuri, lazima pia wale unaowapa mawazo yale wakuamini na wakukubali. Kwa Chama cha Mapinduzi kilichukua jukumu usukani wa kuongoza mageuzi hayo na kuagiza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi Zanzibar kufanya mabadiliko ya kikatiba baada ya mabadiliko ya kisera, kwa sababu mabadiliko ya sera yalifanyika kwa idhini ya mkutano mkuu wa taifa, lakini Bunge na Baraza la Wawakilishi kama vyombo vya kutunga sheria na kurekebisha katiba yetu vilipewa nafasi ya kwenda kubadilisha katiba zetu mbili ili kuingiza mfumo wa vyama vingi vya